Mpendwa msikilizaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 14, Bwana atakuja upesi zaidi ya wengine wanavyotarajia. Na tuombe. Mtakatifu Baba ishiye mbinguni, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Luka 18 mstari wa 7 na 8 inasema, na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Ikawa watu wangeona kwa macho ya kimbingu, wangeona makundi ya malaika wenye nguvu ajabu wakiwa wamewazunguka wale ambao wamelitunza neno la subira ya Kristo. Kwa huruma na upole, kwa huruma na upole, malaika watakuwa wameshuhudia fadhaa zao na wamesikia maombi yao. Watakuwa wanasubiria neno la kamanda wao wawachome na kuwatoa katika hatari inayowakabili. Lakini itawapasa wasubiri kidogo zaidi. Itawapasa watu wa Mungu kukinywea kikombe na kubatizwa kwa ubatizo. Kuchelewa kule pamoja na maumivu yake ndiyo jibu zuri zaidi kuliko yote kwa maombi yao. Watakapojitahidi kusubiri huku wakimtumaini Bwana atende kazi, watajikuta wakitumaini imani, tumaini na uvumilivu ambavyo walitumiwa kidogo sana wakati wa uzoefu wao wa kidini. Lakini kwa manufaa ya wateule wakati wa taabu utafupishwa. Japo kuwa amri ya jumla imewekwa tarehe maalum ya kuwaua wanaotunza amri za Mungu, adui zao katika baadhi ya mazingira watatangulia amri hiyo, na kabla ya wakati ulioamriwa watajaribu kuwaua wanaotunza amri za Mungu. Lakini hakuna hata mmoja atakayeweza kupenya jeshi la malaika wenye nguvu kubwa waliomzunguka kila mtu wa Mungu mwaminifu. Baadhi watashambuliwa katika kukimbia kwao wakitoka katika miji na vijiji, lakini panga zilizoinuliwa dhidi yao zitavunjika na kukosa nguvu na kuwa kama mabua. Wengine watalindwa na malaika katika mfano wa watu wa vita. Katika zama zote, Mungu ametenda kazi kwa njia ya malaika kuwasaidia na kuwaokoa watu wake. Hawa viumbe wa mbinguni wameshiriki katika masuala ya mwanadamu. Wametokea katika mavazi yao yanayong'aa kama umeme wa radi. Wamekuja kama watu waliovaa mavazi ya watu maskini. Malaika wametokea katika umbo la wanadamu kwa watu wa Mungu. Wamepumzika kama watu waliochoka mwaloni. Wamepokea ukarimu na nyumba za wanadamu. Wamefanya kazi ya waongozaji kwa safari waliochelewa kufika nyumbani. Kwa mikono yao wamewasha mioto kwenye madhabahu. Wamefungua milango ya magereza na kuachilia huru watumishi wa Bwana. Wakiwa wamevikwa mavazi ya mbinguni, walikuja kuliondoa jiwe kwenye mlango wa kaburi la Yesu. Wakiwa katika umbo la wanadamu, malaika daima wako katika mikutano ya wenye haki, na wanatembea mikutano ya waovu kama walivyokwenda Sodoma
kuandika kumbukumbu za matendo yao, kuamua ikiwa wamevuka mpaka uvumilivu wa Mungu. Bwana anapenda rehema, na kwa sababu ya watu wachache wanaomtumikia kwa moyo wa dhati, anazuia majanga na anaendeleza utangamano miongoni mwa makundi ya watu. Kidogo sana wenye dhambi dhidi ya Mungu hutambua kuwa wanawiwa kwa ajili ya maisha yao na waaminifu wachache ambao wanapenda kuwadhihaki na kuwatesa. Utasoma katika Pambano Kuu ukurasa wa 519 na 520. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo Bwana atakuja upesi zaidi ya wengine wanavyotarajia. Na tuombe. Asante Baba kwa somo ulotupatia, kwa habari hii ambayo tumeweza kuisikia siku ya leo. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja.